Hello guys, welcome back to our channel. Siku ya leo tutaenda kuangalia namna unavyoweza kunufaika na kifaa hiki cha ROIQ. Watu wengi wanapata matokeo mazuri, wanapata faida kuanzia $10, $20 na kuendelea. Lakini huenda ikawa wewe hayo matokeo yaoni. Si kwa sababu kifaa kifanyi kazi, bali ni kwa sababu umekosa settings nzuri ambazo zinasababisha kifaa hichi kitende kazi kama ipasavyo. Basi leo katika video hii ambatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa video hii ili kusudi upate kutambua namna unavyoweza kuseti settings nzuri ambazo ROIQ atazitumia kwa ufasaha zaidi na kuletea matokeo ambayo atakuwa ni chanzo cha furaha yako ndani ya biashara ya ROIQ. Kaa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa ili ufanye settings zako, kama ni mgeni kwenye hichi kifaa, utaingia mahali hapa hivi. Utaingia sehemu kwenye mine. Kisha ingia kwenye mine, utakuja utagusa hii sehemu hapa kwenye my strategy settings. Hapa kwenye my strategy settings. Ukigusa patafunguka hivi. Kama ni mara yako ya kwanza kutumia ROIQ, hii sehemu hapa hivi utakuta haina hizi settings hapa. Hizi settings hazitokuwepo. Hizi ni settings zangu ambazo nazitumia. Sasa kama utakuwa ni mara yako ya kwanza, hii sehemu utakuta ni kuna sehemu imeandikwa add it now. Utakuta imeandikwa add it now. Hapa katikati hapa. Utabonyeza hiyo sehemu. Au kwa shortcut utakuja utabonyeza hii sehemu hapa kwenye mshale hapo kwenye jumlisha. Utabonyeza kwenye hii plus. Lakini hapo utakuta papo open kabisa. Kwa utagusa hii sehemu iliyoandikwa add it now au utagusa huu mshale hapa. Sasa mimi kwa sababu tayari na baadhi ya settings, nataka nitengeneze settings mpya, nitagusa hapa kwenye huu mshale wa kujumlisha. Nikigusa patafunguka kama hivi. Sasa hapa hivi unaona kuna vipengele tofauti tofauti. Kuna hichi hivi. Vipengele vyote hivi vina maana yake. Na ili uweze kupata settings ambayo ni bora, lazima uelewe kwamba ujue hii inamaanisha nini na hii inamaanisha nini. Sasa hapa hivi juu kuna hii sehemu ya risk type. Alafu huku kuna aina za hizo risk type. Nikigusa hichi kimshale hapa, utaona zitatokea hivi. Utaona hapa kuna strategy modes. Kuna radical, kuna conservative na kuna steady. Hizi ni aina za modes ambazo zinatumika kulingana na vipindi tofauti tofauti vya masoko. Soko likiwa limechangamka, soko likiwa limedorora, soko likiwa katika hali fulani fulani, basi hizi risk type zinatumika. Sasa risk type hizi utapewa na kiongozi wako wakati anakupa maelekezo, au utazifahamu kadri siku zinavyozidi kwenda. Sasa kuna sehemu ya pili kwenye remark ama option. Hii ni sehemu ambapo unaandika aina setting yako ama unaandika mtaji ulionao. Sasa kwa hapa hivi nitaanza na lowest capital ambao mimi na wafadhali nao ambao naipenda na wengi nawaambia waanze nayo. Lowest capital ambao ni $100. Hapa hivi nitaandika hii settings ni ya $100. Hivyo nitagusa hapo, nitaandika ni 100 USDT. Au hapa mwanzo utaweka ni $100. Then kipengele kinachofuata ni kipengele cha first buy in amount. First buy in amount. Hichi ni kiasi cha mwanzo ambacho unahitaji ROIQ atumie katika kununua sarafu fulani sokoni. Sasa first buy in amount, wengi huwa wanakimbilia kuweka first buy in amount kubwa, alafu kadri anavyozidi kununua kadri anavyozidi kuingiza mtaji, robot anaingiza mtaji mdogo. Lakini mwanzoni watu wanakimbia kuongeza mtaji mkubwa. Lakini ni kitu ambacho sio sahihi. Mwanzoni robot anatakiwa atumie mtaji mdogo na kadri anavyozidi kununua aongeze mtaji sokoni. Hii ina athari kubwa sana katika soko. Nitaenda kuelezea. Kwa hiyo wewe kama una mtaji wa $100, nashauri hapo kwenye first buy anza na $5. Kwenye first buy amount anza na $5. Kisha kadri unavyozidi kununua uingize mtaji mwingi sokoni. Kitendo cha wewe kuingiza mtaji mwingi sokoni kinafanya kitu kinaitwa
good ama proper dollar cost averaging, kwamba inasogeza ile average price yako iwe karibu na current price, kwa sababu kadri sarafu inavyozidi kushuka basi thamani yake inakuwa ni more cheap. Hivyo unatakiwa na mtaji mkubwa wa kununua more coins. Unaponunua more coins, average price ama price ulioingilia sokoni inasogezwa karibu na current market price. Hivyo sarafu inavyopanda tu kidogo, wewe unajikuta unatoka sokoni mapema kuliko yule mtu aliyeanza na first buy amount kubwa, kisha mtaji unaoingia sokoni baada ya sarafu kushuka unakuwa ni mdogo. Average price yake inakuwa reduced taratibu taratibu, kiasi kwamba hata sarafu ikipampo atachelewa kutoka sokoni. Ila angeanza na mtaji first buy ndogo, kadri sarafu inavyozidi kushuka na Royal Q anaingiza mtaji mkubwa, average price yake ingeshuka na ingekuwa karibu kabisa na current market price, hivyo angetoka sokoni mapema. Kwa hiyo hapa kwenye dola first buy weka $5. Kuna kipengele cha enable opening double. Hichi kipengele usikiwashe, ukiache kama kilivyo, kwa sababu kikiwasha unamwambia kwamba kila robot anaponunua kadri soko linavyoshuka basi anunue double, yani first buy ni $5, anunue double, kwamba first buy ulianza na $5 afanye doubling. Kila anapofungua ananunua mara 5. Alianza na first buy ya $5, tena ataidouble hiyo $5 ingia nayo sokoni, tena itakavununua margin call nyingine atadouble. Kwa hiyo hichi kipengele utakiacha. Kipengele kinachofuata ni margin call limit. Sasa kwenye margin call limit hapa tutaweka margin call limit. Margin call limit utaweka call ziwe 5. Tutaweka calls ziwe 5. Nitabonyeza hapa, nitaweka calls 5, tutaziongelea mbeleni. Kisha kuna kipengele kinaitwa Wool position take profit ratio. Hichi ni kipengele ambacho kina mruhusu ama kinaambia roboti kwamba ni asilimia ngapi achukue sokoni. Kwa mfano, ulinunulia sarafu kutoka hapa, unamwambia sarafu hii ikipanda kutoka hapa na ikipanda kwa 1.3 ama asilimia yote utakayotaka, basi roboti huyu auze na kutake profit. Kwa hiyo tunaposema Wool position take profit ni kwamba baada ya robot kununua sarafu hiyo hapa, hii sarafu hiyo ikipanda kwa 1.3 ataiuza na atatoka sokoni. Sasa hapa default ratio ni 1.3, na tunashauri unapoanza uanze na hii 1.3 ili kusudi uwahi kutoka sokoni mapema na ufanye trades nyingi kwa siku. Hii itakuongezea chance ya kupata profit nyingi kwa siku moja kuliko kuweka take profit labda 10 au 5, swala ambalo litakuchelewesha kutoka sokoni, kwa sababu sarafu inaweza kapanda ikafikia 3%, 2%, 4% au 4.5, muda mwingine 4.8, lakini haifikiwi hiyo 5%. Kwa ni heri ukachukua small profits labda zaidi ya mara 10 kuliko ukasubiria take profit kubwa kwa muda mmoja, kwa sababu sarafu itakuwa inapanda na inashuka. Lakini ukichukua partial profit, kwa unachukua 1.3 tena unaingia unachukua 1.3 kwa kifanya trades zaidi ya 10 au 20 kwa siku, utakuwa umefika sehemu fulani. Kwa hiyo ni tactics ndogo ambazo unatakiwa uzitumie ili kusudi uweze kuwin crypto market kutumia kifaa hiki cha Royal Q. Lakini pia kuna kipengele cha Wool position take profit callback. Wool position take profit callback. Wool position take profit callback. Sasa kipengele hichi ni kwamba umenunulia sarafu hapa hivi, hapa sarafu ikapanda kwa hii asilimia uliosema ni 1.3% na take profit ilibidi iwe hapa hivi, hapa take profit ilibidi iwe hapa. Sasa tunaposema Wool position take profit callback, callback ni kama vile ku retrace ama ku retain kidogo. Sasa roboti anapoona sarafu imepanda kufikia asilimia 1.3%, hatauza moja kwa moja. Hawezi kuuza, atasubiri aone sarafu je itafanya retracement, itafanya callback. Na kwenye Wool position take profit callback, kwa mfano umeweka 0.3 hapa 0.3, kama unavyoona hii hapa, mfano ni 0 kwenye Wool position take profit callback ni 0.3.
Sasa atakachokifanya yeye ni kwamba atasubiri sarafu ndio imefika kwenye take profit ya 1.3. Atasubiri aone, je, sarafu hii itashuka au itaendelea kupanda. Sasa kwenye kushuka, akiona inashuka na ikishuka kwa 0.3%, basi ataiuza na atatoka sokoni, atakuletea faida moja kwa moja. Lakini akiona haijafanya callback yoyote, haijafanya retracement yoyote, hatoiuza, atasubiri ipande hadi huko itakapopumzikia. Kama labda ni kwenye 10%, na kaona inafanya callback ya 0.3%, atakuja ataiuza sarafu hiyo na atakuletea faida. Lakini in reality wewe uliomba uletea 1.3. Kwa maajabu mengine yaliyopo kwenye ROIQ ndo haya ya kwamba unaweza ukapata profit zaidi ya zile ambazo wewe ulitarajia. Kwamba ulitarajia uletewe 1.3, lakini kilichotokea ni kwamba soko ama sarafu sikali pump moja kwa moja, swala ambalo lilimpelekea ROIQ kuuza kwenye faida ya juu, kwa sababu take profit ilipofikiwa callback haikufanyika, kwamba sarafu hiyo haikufanya retracement, bali ilinyosha moja kwa moja ika break hata hiyo take profit percentage ambayo ni 1.3, ikaenda kutulia kujuu kwenye 10%, kisha huo kwenye 10% ndipo ikaonyesha callback ya 0.3%. Kwa hiyo kwenye hiyo 0.3% ambayo ni callback, wewe ulitaka 1.3, all position take profit yako ilikuwa ni 1.3, lakini sarafu ikajitrace kwa 0.3. Kwa hiyo ukichukua hii 1.3 ukatoa 0.3, kwa ina maanisha utaletewa 1% kutoka sokoni. ROIQ atakuletea 1%. Inawezekana hujanielewa. Iko hivi, all position take profit yako ilibidi 1.3%. Sasa sarafu ilipofikiwa hapa, ROIQ akatambua kwamba sarafu hii imefanya callback ya 0.3%. Kwa hiyo kwenye 1.3 ukitoa kwenye hiyo 1.3%, ukitoa callback ya 0.3%, utabaki na 1%. Hivyo badala ya 1.3, robot atakuletea 1% ya mtaji wako ulioingia sokoni. Sasa ili kuepuka kuruza asilimia nyingi, na swala ambalo linaweza kapelekea robot huyu ama sarafu ikajitrace tu kwa asilimia 0.2 au 0.1, kisha ikapanda kwenda juu. Sasa ili kuepuka kuletewa asilimia ndogo ili hali ulitaji asilimia kubwa huku soko linashuka, basi unatakiwa ufanye hivi. Hapa kwenye hii all position take profit callback uweke 0.01. Kwa hiyo hapa nitaweka 0.01. Hivyo nitaweka 0.01. Kwa hiyo kwenye 1.3% sarafu ikionyesha callback ya 0.01, ambayo hii itakuwa ni sawa na 1.29. Nafikiri ni hivyo, 1.29%. Kwa hiyo badala ya 1.3%, robot ataniletea 1.29% kwa sababu ya hii all position callback aliyofanya. Kipengele kinachofuata ni kipengele cha margin configuration, lakini kabla hapo tuende kwenye hii callback. Hapa kwenye hii buy in callback, hiki ni kipengele sawa sawa na hii kwenye all position take profit callback, na hapa napo tutaweka 0.01, lakini pia kuna sub position take profit callback, na hapa napo tutaweka 0.01. Vyote vinawaka, lakini isipokuwa kwenye hapa kwenye all position take profit callback, hii inatumika pale sarafu inapopanda. Lakini kwenye buy in callback inatumika pale sarafu ambapo inashuka. Umenunulia sarafu hapa hivi, sarafu hii ikaanza kushuka, na kutukumbuke soko alishuki moja kwa moja, no, linaenda in kupanda, linapanda na kushuka kama mawimbi hivi. Sasa sarafu inavyoshuka kufikia hapa na tufanye hivi. Hichi kipengele, ngoja kwanza niendelezee kipengele cha margin configuration, then tarudi kwenye hichi kipengele cha buy in callback. So tuingie kwenye kipengele cha margin configuration, hichi ni cha muhimu. Basi nitagusa hapo, patafunguka hivi. Sasa hapo kwenye margin configuration ndo zile margin calls 5 tulizoziandika pale mwanzo, ambapo unaona hii hapa.
Hii ni first call, second call, third call, fourth call, fifth call. Sasa kwenye hizi calls hapa inaonyesha ni robot atanunua mara ngapi kadri soko linavyoshuka na atanunua kwa vipengele vipi. Sasa hapa kuna default percentage ambazo ROIQ ameziweka. Kuna 3.5, kuna 4, kuna 4.5, kuna 5.2, kuna 8%. Sasa wewe kama beginner hujui uweke ni asilimia ngapi, kwamba soko likishuka kwa asilimia ngapi basi ninunue. Cha kufanya, ukiangalia hii call drop ya hapa ambao ROIQ ameiweka 3.5, wende kale ndefu, hii nayo ni kubwa. Sasa cha kufanya kwa beginner hapo natakiwa adjust, uweke at least 2, hapa uweke 2.5, hapo utaweka 3, hapo utaweka 3.5, hapo utaweka 4. Sasa hii settings zote, hii inakuwa ni guesswork, kwamba una guess tu, lakini kwa mpangilio jinsi ulivyo ni nzuri, kwa sababu soko likianzaga kushuka huwa linaporomoka, na ndio maana unapoweka call drop lazima zifuatane. Sio hapo unaweka, kuna mwingine hapa anaweka 2, hapa anaweka 1, hapa anaweka 3, hapa anaweka 2, hapa 6. No, lazima unavyoshuka kwenye call drop percentage iongezeke, kama hapa 2, 2.5, 3, 3.5, 4, kwa sababu soko linaposhuka huwa linaporomoka. Kwa hiyo hii inampatia ROIQ chance yeye kufanya vizuri sokoni. Sasa kuna namna ya kuchagua hizi call drop kwa kuziseti kwenye zile potential areas, labda kwa mfano kwenye demand area, kwenye supply areas, au kwenye resistances ama kwenye supports, lakini pia kwenye order blocks, ama kwenye fair value gaps. Sasa vyote hivi utavipata kwenye video za TradingView. Utaipata kwenye ile application ya TradingView, kwamba una determine ni wapi sarafu ikishuka basi ni unanunua kwa zile potential areas. Ila ili mambo sio complicated, basi utatumia hii settings kwa muda, wakati unaendelea kujifunza hizi fair value gaps, demand area, supply area, resistance, supports, lakini pia na order blocks tunaziita OBs. Lakini upande wa pili tunaona kuna times multiple buying ratio. How many times, unataka mara ngapi ROIQ anunue endapo sarafu itaonesha dalili ya kushuka. Sasa kwenye times hapa ndipo changamoto inapoanzia. Tukumbuke first buy amount tushaanza $5, lakini capital kwa ujumla ipo $100. Sasa lazima uhakikishe settings yako yote hapa, uchukue $5 jumlisha hapa ya hapa na hapa zitimie $100 ambao ni capital unao. Sasa cha kufanya kwenye first call utasema huu robot anunue labda kwa mara moja, lakini second call anunue mara 2, third call anunue mara 3, fourth call anunue mara 4, fifth call anunue mara 5. Tupige mahesabu, je, $100 yetu imekamilika? Lakini tukumbuke ya kwamba first call ulikuwa na $5. Hapa times 1, kwamba sarafu ikishuka kwa asilimia sa. Hapa maana yake ni kwamba sarafu hiyo ulionunua, uliomwagiza ROIQ, ikishuka kwa 2%, basi atanunua mara moja. Hii times inamaanisha ni mara moja. Yaani ulinunulia sarafu hapa hivi, ulitarajia ipande au zinapate faida, lakini katokea soko limeenda kinyume na wewe, kwamba limeshuka kwa 2%. Umemwambia soko likishuka kwa 2%, basi atanunua. Hii ni call ya kwanza. Sasa atanunua mara ngapi? Hapa tukumbuke alianza $5 kwenye first buy, alianza $5. Sasa ukamwambia ikishuka kwa 2%, basi hanunue 1 times kwa 5 ambao ni first buy amount times 1. Kwa kwenye call ya kwanza atanunua kwa $5 tena. Sasa sarafu hii tena ikijiretrace ikashuka tena. Sasa kumwambia ikishuka kwa 2.5, kutoka hapa kwenye 2, hapa si ndo kwenye 2%, ikashuka tena kwenye kwa 2.5%, ukamwambia anunue kwa 2 times. 2 times what? 2 times the first buy amount ambao $5. Sasa hii ni margin call ya pili. Hapa nainunulia hapa. Kwa hiyo hapa kwenye margin call ya pili itaingia tena $10.
kwa sababu ni ulimwambia anunue 2 times. Ikishuka kwa 2%, anunue 2 times the first buying amount. Kwa hiyo hapa ataingia kwa $10. Hivyo hivyo process hii inaendelea kwenye calls zingine. Kwa mfano call ya 4, call ya 5, call ya 6, zote. Kwamba ikishuka kwa 3% atanunua mara 3, kwamba ni 3 times the first buying amount ambayo $5. Ikishuka kwa 3.5 kutoka hapa atanunua mara 4, kwamba ni 4 times $5 ambayo ni first buying amount. Ikishuka kwa 4% kutoka hapa 3.5 atanunua mara 5 ya first buying amount. Sasa tupige mahesabu. Je, utaratibu huu ni kweli na unatimiza $100 yetu ya mtaji? Tutafanya hivi. Hapa tukumbuke kwanza first buying amount yetu ni $5, si ndio hivyo? Sasa akinunua mara moja hapa ni 1 times 5 atatumia $5, ni 2 times 5 atatumia $10. First buying $5, hapa 1 times 5 ni 5, hapa 2 mara 5 atatumia $10, 3 mara 5 atatumia $15, 4 mara 5 atatumia $20, 5 mara 5 atatumia $25. Je, tukizijumlisha zinafika $100? Tutaanza na ile first buying amount $5 jumlisha $5 jumlisha $10 jumlisha $15 jumlisha $20 jumlisha $25. Sasa tutaenda kwenye calculator yetu, tafungua upande wa calculator. Tusema ni ilikuwa ni $5 jumlisha $5 jumlisha $10 jumlisha $15 jumlisha $20 jumlisha $25. Jumlisha 25. Kunapata ni $80. Kwa inamaanisha bado tuna akiba ya $20. Ukijumlisha kote huku utakuwa umetumia $80. Kwa utakuwa na akiba ya $20. Sasa ikitokea umenunua calls zote hizi, basi wewe utakuja utafungua call nyingine iwe ya 6, ambapo zitasaidia kukava kadri soko linavyozidi kushuka. Lakini kwa hii mwanzoni tutakuwa umetumia $80, tutakuwa umebakisha akiba ya $20. Sasa lakini pia unaweza kusema hivi, hapa aingie na mara 2, hapa mara 3, hapa mara 4, hapa mara 5, hapa mara 6. Tuone itakuwa imetumika kiasi gani. Hapa 5 mara 2 hapa ni 10, hapa ni 15, hapa ni 20, hapa ni 25, hapa ni 30. Ukijumlisha kote hapa itakuwa imetumika $10 jumlisha 15 ni 25, 25 jumlisha 20 ni 45, 45 jumlisha 25 ni 70, 70 jumlisha 30 ni $100, na ile first buy na $5, $105. Kwa $5 zimezidi. Sasa ili kusudi ukave $100 zote, hapa kwenye call ya mwisho utaweka tena anunue mara 5. Utaweka anunue mara 5. Kwa hiyo hapa kwenye call ya mwisho utamwacha anunue kwa $5. Kwa hapa itakuwa $10, hapa 15, hapa 20, hapa 25, hapa pia 25. 25 jumlisha 25 ni 50. 50 jumlisha 20 ni 70. 70 jumlisha 15 ni 85. 85 jumlisha 10 ni 95. 95 jumlisha ile 5 ya mwanzo ni 100. Kwa mtaji wako $100 unakuwa umeenea hapa kwenye calls 5. Sasa kinachofuata ni kwamba baada ya kuwa umefanya settings zote hizi, sasa utakuja confirm. Hapa kwenye confirm utagusa kwenye confirm. Sasa nini kitatokea wewe kuanza na small amount, small first buy amount, alafu kuongeza mtaji kadri soko linavyozidi kushuka? Sasa mfano, chukulia mfano mfupi, tumenunulia sarafu maeneo haya hapa. Umenunulia sarafu hapa hivi, kutarajia sarafu hii pande uuze upate faida.
lakini unfortunately sarafu ikashuka. Kitendo cha kushuka sarafu hii inamaanisha mpaka kipande sarafu ije kupanda ifiki hapa na iende zaidi ndipo utakuja kuuza. Lakini hapo ulianza $5. Ukianza $5 hapo kaja kuingiza $10, kuna kitu kinafanyika, dollar cost averaging, ya kwamba ilibidi sarafu hii baada ya kununua, hii ni call ya kwanza, umeingiza $10. Baada ya kununua hapa ilibidi sarafu hii ipande kufikia huku ndipo uuze na upate faida. Lakini kadri sarafu ama ROIC anavyozidi kununua, hii ndo average price yako, kwamba uliingilia hapa. Hii average price inazidi kusogea karibu, inazidi kusogea na current price. Hii ndo current price yako. Kwa hiyo hii sarafu ikijichekesha tu kidogo ikipanda kufikia hapa, basi ile 1.3% yako itaanza kuwa calculated kuanzia hapa, sio hapa tena. No. Na ndio maana tunasema hivi, kadri unavyoingiza mtaji mwingi sokoni, average price yako inasogea karibu na current price. Kwa sababu gani? Unapoingiza mtaji mwingi, sarafu ilikuwa ni cheaper price, kwa hiyo sarafu zinanunuliwa nyingi, hivyo zinapunguza ile average price. Unajikuta unawahi kutoka sokoni mapema. Kwa jamani, hii rule, huu taratibu wa kuanza na small first buy amount, lakini pia kadri inapozidi kununua margin calls unaingiza mtaji mwingi, inakusaidia kuchomoka sokoni mapema. Tusiendekeze tamaa kwamba tunaanza na mtaji mkubwa kisha unaoingia sokoni unaingia ni kidogo kidogo. Tuta lose na tutabaki sokoni kwa muda mrefu, tutakaa na floating loss za kutosha. Hivyo nenda strategically, punguza tamaa. Kwa baada hapo nitabonyeza confirm, setting yangu itakuwa confirmed, lakini pia tutakuja kwenye kipengele cha buying callback ambao nisema nitakielezea sasa. Kadri sarafu inavyoshuka baada ya kununulia hapa, inavyoshuka kuja kununua margin call ya kwanza hapa hivi. Sasa sarafu hii ikifikiwa hapa, labda umwambia ikishuka kwa 2% kama tulivyoandika pale, ROIC anunue. Sasa atasubiri ifanye callback, na ndio maana inaitwa buy in callback. Ilibidi anunue hapa, lakini anaangalia callback. Je, sarafu hii inafanya retracement pande? Akiona kama ina dalili ya kupanda, basi atainunua ili kusudi ikipanda auze na kukuletea faida. Lakini akiona haijafanya pullback yoyote, haijafanya retracement yoyote, ataacha, hatonunua mpaka itakapotulia, itakapofanya callback ndipo atanunua tena. Kwa hii ina function kama all position take profit callback, lakini hii ni wakati soko linashuka, ila all position take profit callback ni wakati soko linapanda. Hivyo hapa pia tutaweka 0.01, lakini kwa kipengele kingine cha sub position take profit callback napo tutaweka 0.01. Kipengele kingine ni kipengele kipengele hapa hivi, kipengele cha distributed and take profit allocation. Kigusa hivi tuone natokea sehemu kama hivi. Hii ni 50 sub position, na pale tuliweka margin call ziwe 5. Kwa kwenye call ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hii ni ya 5, 5th position. Kwa nini hizi zingine hazionekani? Kwa sababu ROIC anafanya kazi ana martingale strategy, kwamba calls zote 4 za mwanzo zinakuwa bought individually, zinanunuliwa kivyake, lakini zinakuja kuuzwa kwa pamoja. Zinakuja kuuzwa kwa pamoja. Ndio maana hii ni 5th sub position. Kwa maana anaponunua call ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ikitokea soko limepanda au sarafu robot amenunua calls 4 na soko likapanda, hizi zote zinauzwa kwa pamoja. Lakini kuanzia call ya 5, kuanzia call ya 5, sema ya 5, kuanzia call ya 5, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8 iko hivi, au ya 9 iko hivi. Ikitokea robot amenunua zote hizi, sarafu inayopanda kutoka 9 hadi 8 anauza na kuletea faida. Inayopanda kuanzia 8 hadi 7 anauza na kuletea faida. Inayopanda kuanzia 7 hadi 6 anauza na kuletea faida. Inapopanda kuanzia 6 hadi 5 anauza na kuletea faida. Lakini kuanzia 4 hadi 1 hizi zinauzwa kwa pamoja. Na ndio maana hapo unaona ni subposition ya 5,
kwa sababu kule tumeweka supposition margin calls 5 kwamba anunue mara 5. Hii ya 5 imetengwa kwa sababu inauzwa kivyake, ila zote za 4, zote zile 4 zinauzwa kwa pamoja. Hivyo hapa take profit yake ni 1.3 au unaweza kaadjust 1.1, lakini acha hivyo 1.3. Kisha tuna confirm. Tunakuja kwenye kipengele cha mwisho ambacho ni kipengele hichi hapa, strategy period. Kuna cycle, ukigusa hapa inabadilika, inakuwa ni one shot. Kama unavyoona inakuwa ni one shot. Sasa cycle na one shot kuna tofauti wake. Cycle ni kwamba unanunua sarafu moja, hiyo robot anakuwa anacheza nayo, ikiuza ananunua. Lakini kwenye one shot ni kwamba ikinunua inatulia mpaka uje kumwagiza tena sokoni. Kwa cycle ni kwamba ROIQ anafanya kazi kwenye one trade, one sarafu moja tu, anauza na kununua, na faida yako unaiona. Hii sana sana ni kwa wale watu ambao wako busy. Lakini kwenye one shot ni kwamba sarafu ile umaagiza, take profit ikifikiwa, hanunui tena mpaka uje kumwagiza tena sokoni. Hivyo tunaweka one shot ili kusudi tuingie sokoni mara nyingi na kwa sarafu tofauti, kwa sababu soko lina sarafu nyingi na zina volatility tofauti. Lakini ukibase kwenye sarafu moja, volatility ya coin ikipungua utashindwa kupata profit kwa muda. Kwa hiyo tunaweka one shot ili kusudi tuendane na volatility ya soko, tuende na sarafu ambazo zina volatile, zina higher volatility ili kusudi tupate profit ndani ya muda mfupi na kuendelea na masuala mengine. Sasa baada ya kukamilisha hii settings zote na kujihakikishia kwamba ziko okay, basi tutabonyeza sehemu ya save. Tutabonyeza sehemu ya hapa chini, tutabonyeza sehemu ya save, tagusa save, itajisave. Sasa baada hapo, ili kujihakikishia kwamba sarafu yako ama setting yako imekuwa saved, utakuja utaiona hapo kwenye my strategy settings hapa. Hii hapa setting ya $100, first buy $5, margin call 5, all position take profit ni 1.3. setting yako ni hapa. Hivyo shai save, na ukitaka kustart trade yoyote, basi utakuja tutabonyeza setting hii na kuendelea na shughuli zingine. Sasa huu ndo mwisho wa video hii kuhusiana na settings za ROIQ, settings ambazo zitakupa matokeo chanya na zitabadilisha mindset yako kutoka kwenye kuanza na first buy amount kubwa, lakini kuja kuanza na first buy ndogo, lakini kadri sarafu inavyozidi kushuka, mtaji unaoingia sokoni uwe ni mkubwa, ili kusudi uwe na chance kubwa za kuwin soko kutumia kifaa cha ROIQ. Nikupongeze na nashukuru kuwa na mimi tangu mwanzo wa video hii hadi hatma ya video hii. Ni mengi ambayo umejifunza na yamekufungua kichwa. Usisahau kushare, usisahau kulike, kucomment katika channel hii ama katika video hii, lakini pia ushare na wengine kusudi nao wapate knowledge tofauti kuhusiana na kifaa cha ROIQ ili wazidi kunufaika katika soko la crypto. Nikutakia siku njema. Ni mimi kiongozi wako, naitwa Mr. Jobson.